Mheshimiwa Spika, kuwepo kwa bandari ya usafiri wa majini kuna umuhimu mkubwa katika uchumi wa nchi za visiwa kama ilivyo Zanzibar. Jitihada kubwa zimefanywa na serikali katika kuimarisha huduma za bandari zetu na usafiri wa majini. Kwa upande wa bandari, serikali ilifunga mkataba na kampuni ya Africa Global Logistics ili kusimamia uendeshaji wa bandari ya Malindi. Hatua za ujenzi wa bandari kavu ya Maruhubi na kuanza kutumika kumechochea kuongezeka ufanisi katika huduma za bandari. Vile vile, serikali kwa kushirikiana na mwekezaji imeanzisha bandari ya mizigo katika eneo la Fumba na kuimarisha bandari ya mkoani Pemba ambayo sasa imeanza kutoa huduma za kupokea meli za makontena kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, hivi sasa serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bandari ya mizigo katika eneo la Mangapwani. Ujenzi wa miundombinu ya barabara katika eneo la bandari hiyo unaendelea. Katika eneo hili jumla ya nyumba 247 zinaendelea kujengwa kati ya nyumba 370 ambazo zitajengwa kwa ajili ya fidia kwa wananchi waliopisha mradi huu. Aidha, ujenzi wa bandari ya Shumba mjini unaendelea. Vile vile eneo la ujenzi wa bandari ya Kizimkazi limeshapimwa kwa matayarisho ya awali ambapo ujenzi unatarajiwa kuanza mwishoni mwa mwaka wa 2025. Sambamba na hayo, serikali imefunga mkataba na kampuni ya ZF Devco kwa ajili ya ujenzi wa bandari ya abiria katika eneo la Maruhubi. Mradi huu utajumuisha ujenzi wa jeti na ghala la kuhifadhi mizigo kwa lengo la kuimarisha biashara ya mizigo na abiria. Mheshimiwa Spika, lengo la kuimarisha usafiri wa baharini, serikali imeingia mkataba na kampuni ya Synergy Shipbuilders ya India kwa ajili ya ujenzi wa boti mbili za mwendo kasi zitakazofanya kazi baina ya bandari ya Unguja, Pemba, Tanga na Dar es Salaam. Nachukua fursa hii kuwashukuru kwa dhati wadau wetu wa sekta binafsi, kampuni za Azam Marine na Zanfast Ferries kwa mchango wao katika kuimarisha usafiri kati ya bandari za Unguja, Pemba, Dar es Salaam na Tanga. Katika kipindi hiki, idadi ya vyombo vya usafiri wa abiria baharini vimeongezeka kutoka 11 mwaka 2020 na kufikia 14 mwaka 2025. Juhudi zinazochukuliwa za kuimarisha usafiri wa baharini zimewezesha kuongezeka kwa idadi ya abiria wanaotumia usafiri huo. Idadi ya abiria wanaotumia usafiri wa bahari wakiwemo watalii imefikia 5,000 hadi 7,000 kwa siku, idadi ambayo haijawahi kufikiwa.